Okay, nataka nikupe ujanja jinsi gani unaweza kumkamata mwanamke anayecheat. Umkamate kabisa kwenye tukio bila gharama yoyote, bila kuhangaika kusijui kununua applications za kumsearch mara sijui nini, kutuma watu wamfuatilie na vitu kama hivyo. Hauna haja. Mimi nakupa njia rahisi ambayo hii ni guaranteed, lazima utamkamata kufanya hivyo. Umeona? Lakini nataka uniahidi kwanza, ukimkamata mwanamke wako au ukishamfumania, usije ukamuuliza swali, kwa nini umenisaliti? Nataka kujua kwa ajili gani. Hadi mwisho wa video nitakwambia kwa nini utaki kumuuliza hilo swali. Okay. Sasa ukitaka kumkamata au kumfumania mwanamke kiurahisi, jambo ambalo unatakiwa ufanye, kwanza usimshuku kwamba ana cheat. Usimuonyeshe kwamba unamshuku kwamba ana cheat, wala usiongelee kabisa mambo ya kucheat wakati hujamkamata bado na evidence au ushahidi. Kabla mwanamke wako hujamkamata na ushahidi kwamba bwana umenicheat, ushahidi huu hapa, usimuulize kuhusu mambo ya kucheat kabisa. Hili ndio kosa wanaume wengi wanalofanya, ndio maana unashindwa kumfumania. Mwanamke anaweza akawa na mahusiano na mtu mwingine zaidi yako wewe, na utakuja kujua kama, kwa sababu wanawake walivyoumbwa, wanawake huaga wana uwezo wa kuficha mambo kuliko sisi wanaume, na hii inatokana na hata jamii zetu zilivyo, kwa sababu mwanaume akikamatwa ana cheat au anachepuka, inachukuliwa tofauti na mwanamke akikamatwa anachepuka. Yaani mwanamke ataitwa malaya, atadharaulika, umeona. Lakini wanaume kuna ile jamii ilivyo ina support, yani kama vile inaona mwanaume kuchepuka ni sawa, ila kwa mwanamke inaona kama ni fedheha. Kwa maana mwanamke ana uwezo na wanawake wana mbinu za kuficha, umeona, mchepuko wake wewe usijue, na kama unaweza usifanikiwe kabisa. Unaweza kukaa na mwanamke miaka na miaka, ana mwanaume mwingine zaidi yako na usijue, mpaka akakuzalia watoto wa mwanaume mwingine na wewe usifanikiwe. Uwezo huo wanaume waga ni mdogo sana ukilinganisha na wanawake. Kwa hiyo sasa ukitaka kumkamata mwanamke, umfanyie fumanizi, usimtuhumu kwamba ana cheat. Yaani usimtuhumu kabisa, bwana mwanamke wangu unanisaliti. Ukisha mtuhumu, mwanamke wako ataanza kuwa makini kwamba kila njia anachofanya ataanza kuzificha, na wewe kuja kumkamata itakuwa ni ngumu, hata utumie nini. Kwa hiyo jambo la kwanza unatakiwa kufanya, epuka kwanza kumtuhumu kwamba mwanamke wangu unanisaliti. Yaani hapo ndo unaelekea kufanikiwa. Epuka kumtuhumu, usimuonyeshe kabisa kwamba wewe una wasiwasi kwamba yeye ana cheat. Hata kama unaweza kuona kuna mazingira fulani mwanamke wako anayafanya, labda unaona anavaa nguo za kumvuto ambazo unajua kabisa hizi nguo hazivai kwa ajili yangu, anavaa kwa ajili ya mtu mwingine, anavaa kwa anatoka. Wewe jambo unaweza kuifanya, jitahidi kuzuia hasira zako, kuzuia ile hali kwamba nasalitiwa. Wewe unataka kumfumania, kama kweli unataka kumfumania unatakiwa uweze kujizuia. Jizuie, usimuulize kabisa, baby unatoka? Ndio natoka. Okay basi umependeza, tena msifie, mwache. Umeona? Usishike simu yake. Yaani unaona simu yake inaita yeye yuko mbali, usiende kuishika. Iache. Yaani muonyeshe kabisa kwamba wewe hutaki hiyo simu yake. Unaweza kumuita tu, bwana simu yako inaita. Anapokea atakachoongea huko, hata kama akienda kuongea kwa kujificha ficha, usimuulize ulikuwa unaongea naye. Kwa hiyo mwanamke anaona kabisa wewe mwanaume hanidhani kwamba na cheat. Namba 2, kosa ambalo watu wanalifanya ni kupunguza mapenzi kwa huyo mwanamke wako. Mtu akishaanza kumtuhumu kwamba mwanamke wangu ana cheat, basi anaanza kupunguza upendo. Sasa mwanamke yuko hivi, mwanamke akigundua kwamba huyu jamaa niliyekuwa naye kwenye mahusiano akijua kwamba anamcheat, ataniacha au labda atanigombeza au atafanya hivi, huwa naye ataficha. Lakini akijua kwamba unampenda sana, kwa sababu kuna ile type ya wanaume ambao wanapenda sana wanawake, yani unampenda kupitiliza kiasi kwamba hata ukijua kwamba ana cheat huna cha kumfanya, yani wewe utakuwa tu unaishia tu kulalamika, kulia, lakini hutaki kumwacha huyo mwanamke. Sasa wewe ndio unatakiwa kujionyesha ni type ya mwanaume, yani kwamba wewe ni mwanaume bwege, kwamba wewe unampenda mwanamke wako kupitiliza, yani unamfanyia vile vitu ambavyo
katika hali ya kawaida wanaume huaga ni wachache sana wanafanya. Yaani unampenda mwanamke wako, ukiwa unamuonyesha mapenzi hali ya juu na kwamba unamuonyesha kwamba bwana, mimi mwanamke wangu sina mwanamke mwingine zaidi yako wewe, sina pa kwenda kama wewe ukiniacha, yaani mimi niko tayari kufanya lolote kwa ajili yako wewe mwanamke wangu. Yaani type hiyo ya mapenzi, mwanamke huwa haogopi kukuonyesha kwamba ana cheat. Ndio iko hivyo. Lakini kwa mwanaume tuko tofauti. Mwanaume ukishajua mwanamke wangu ananipenda sana, unajitahidi usimuonyeshe kwamba una cheat. Lakini wanawake ni vice versa. Mwanamke akishajua kwamba unampenda sana na huna la kufanya, huna pa kwenda zaidi yake peke yake, huwa haogopi kuficha. Kwa hiyo unatakiwa kufanya jambo la kwanza, usimtuhumu kwamba ana cheat, namba moja. Wala usimuonyeshe kabisa, wala usizungumzie kabisa mambo ya kucheat. Namba mbili, unatakiwa uongeze mapenzi kwake. Yaani uonyeshe unampenda isivyo kawaida. Uende extra mile. Japokuwa ni ngumu kufanya hivi vitu, kwa sababu unajua ushakuwa unajua kwamba unasalitiwa, lakini jitahidi uvifanye. Muonyeshe unampenda kupita kiasi. Baada ya kufanya hivi vitu viwili, mwanamke wako atakuwa haogopi tena kukamatwa kwamba ana cheat. Kwa hiyo evidence zitakuwa everywhere. Unaweza ukawa unajua kabisa huyu mwanamke sasa hivi anatoka anaenda kwa mwanaume mwingine, ataacha hapo simu yake, anaweza asiweke hata password. Sasa wewe unachotakiwa kufanya wakati unafanya hivi vitu viwili, kwamba usimtuhumu kwamba ana cheat, alafu unamuonyesha mapenzi yasiyo kawaida, wewe unamfuatilia sasa kimya kimya bila yeye kujua, kwamba ukiona kama chap anatoka, anza kumfuatilia kimya kimya, kwa sababu sasa yeye anakuwa hafichi tena. Yaani yuko huru kwamba mwanaume wangu hajawahi kunituhumu kwamba mimi na cheat, kwa hiyo tunaaminiana. Kwa hiyo atakuwa na yaani hafuniki zile njia zake. Kwa hiyo ni rahisi, unaweza kumtrace tu mpaka ukampata kwenye tendo ngapi na kuja kumkamata. Sasa ndio yeye niliyokuambia kwamba usimuulize kwa ajili gani mwanamke wangu unanisaliti au kwa ajili gani umecheat, kwa sababu mwanamke yoyote anayekuchiti huwa ni tabia yake. Sio kwamba anakuchiti kwa sababu wewe umefanya kitu fulani. Hamna sababu yoyote mwanamke anaweza akakupa kwamba nimefanya hivi kwa sababu nimekusaliti, kwa sababu umenifanyia hivi. Hamnaga. Hizo sababu zinakuwa ni uongo. Mara nyingi mwanamke huwa anachiti kwa sababu ni hulka yake, kwa sababu hata akikwambia bwana, mimi nimechiti kwa sababu unipi hela ya matunzo, hiyo sio sababu. Kama ulikuwa humpi hela ya matunzo, alitakiwa kwambie bwana babe, mimi naona kama unitunzi au nahitaji hela fulani, na wewe kama uonyeshi kwamba unataka kumsaidia umpatie hiyo hela, alitakiwa achane na wewe afu anzishe mahusiano mapya. Unaelewa? Na huyo mtu ambaye anaona kwamba yeye anamjali, anamtunza. Kwa hiyo hamna kisingizio kwamba nimekusaliti wewe kwa sababu ya kitu hichi. Hapana, huo ni uongo. Wanaume wengi mnadanganyika kwa hivyo. Yaani unapomfumania mwanamke wako usimuulize bwana, mwanamke wangu kwa nini unanichiti? Zile sababu zote anazokupa ni sababu za uongo. Hata kama ungezifanya bado angekusaliti. Mwanamke huwa anachiti au anakuwa na hiyo tabia ya umalaya kwa sababu ni nature yake, iko ndani yake na uwezi kumbadilisha hata ufanyeje. Mwanamke yote ambaye hana hiyo tabia hawezi kukusaliti. Hata kama unafanya kitu gani, atajitahidi aidha avunje mahusiano na wewe, aendelee na maisha yake, atafute mtu mwingine, au akwambie bwana, mimi sitaki kitu hichi, lakini hawezi kukusaliti kwa sababu eti umefanya kitu fulani. Unanielewa? Asante kwa kuangalia video yangu, naomba share, comment, subscribe. Bye.